Naitwa Hamza Omar Kizinga, kapteni wa mashabiki wote. Ndio. Nimekuja hapa kwa sababu moja kati ya watu ambao tumepata nafasi ya kushiriki vipindi kadha wa kadha vya EFM ni sisi mashabiki. Ndio. EFM walitupa nafasi mashabiki wa Simba na Yanga katika kujoin kwenye vipindi mbalimbali. Na tofauti na watu wengine. Kwa mara ya kwanza tunaona mashabiki tunapewa nafasi na tumehudhuria sana. Nani aliyekuwa anaidhinisha sisi tukapewe nafasi mashabiki wa kuzungumza, kutambiana kwenye kituo cha EFM Radio? Ni Sebo. Kwa kumpoteza mmoja kiungo muhimu kwenye tasnia hii ya habari. Taifa limepata pigo kubwa kumpoteza mtu mwenye weledi, mwenye maarifa kwenye tasnia hii, mtu ambaye aliweka muda wake mwingi, nguvu zake nyingi, na alikuwa role model wetu. Mimi kwa mara ya kwanza nakutana na Sebo, aliniambia nitaruhusu mashabiki wa mpira hasa nyinyi ambayo mna influence kubwa kuja redioni mpate platform ya kuzungumza. Hapo nyuma vituo vingi vya radio na TV vilikuwa havioni thamani ya mashabiki wa sisi wa mpira kuzungumza kwenye vituo vyao, lakini Sebo alikuwa ndio mwongoza njia. Kwa mara ya kwanza akatuambia nitaruhusu mashabiki wa Simba, Yanga na wengineo wa vilabu vingine mpate platform ya kuzungumzia vilabu vyenu na mpira wa taifa hili kupitia redio yetu ya TVE, kupitia kituo cha TVE pamoja na radio na EFM. Akasema football made for the fans. Mpira upo kwa ajili ya mashabiki na nyinyi ndio mashabiki wa mpira wa taifa hili. Lazima tuwape platform ili mpate kuzungumzia mpira, ili tuendeze mpira na wao kupitia hiyo. Sisi ndio kwa mara ya kwanza tunakuja EFM pale, tunafanya kipindi cha radio kwa mara ya kwanza. Watu washangaa Dr. Mo anaonekana kwenye radio na TVE kwa mara ya kwanza. Ni kwa sababu ya neno au kauli ya Sebo. Kwake ni kama mwalimu kwangu binafsi, kwamba katika vitu ambavyo nilikuwa namfuatilia yeye kuhusiana na hizi timu zetu mbili Simba na Yanga, kwamba inapokuja mashindano ya kimataifa yeye alikuwa haegemei upande wowote. Yeye ana support timu zote. Kwa hiyo binafsi naweza kusema kama ni mwalimu kwangu, kwa sababu mimi katika watu ambao nimefanya mchakato Yanga isifuzu kimataifa msimu huu mimi, lakini kupitia yeye brother Sebo na bwana amenifundisha kitu kikubwa sana. Mimi nimepokea kwa machungu makubwa mno, kwa sababu 99% sisi mashabiki tunaongea kwenye hizi media. Awamu ya kwanza watu walianza kwenda EFM. Na EFM hauwezi ukaenda bila kama Sebo hajapitisha hicho kipindi. Sawa. Kwa hiyo maana yake ni mtu muhimu kwenye sisi watu wa mpira. Sasa ukimwona mtu wa mpira kama hajaumia kwa Sebo, basi ujue labda ana matatizo. Ni moja ya mtu aliyetuunganisha kuifahamu EFM pamoja na TVE. TVE. Lakini pia ni moja ambaye alinilink kukujua pia chuma cha Mjerumani. Asante. Wakati unaendesha mijadala ya michezo akakuruhusu tuje mashabiki wa Simba na Yanga kuja kuzungumza mpira, tujidai kuhusu vilabu vyetu, lakini pia tuzungumze mpira kwa maslahi ya taifa. Ni mtu ambaye aliplay kwamba mimi nasema yeye alikuwa ni timu michezo. Kwa hapa Tanzania alikuwa timu michezo, kuwepo kusema Simba wala Yanga, kwa sababu ilivyokuwa nakuja swala la vilabu vinavyoshiriki michuano ya kimataifa, aliplay role model, alikuwa ana play role kwa vilabu vyote bila kujiarisha kwamba Simba anafanya vizuri, amefanya vibaya, Yanga amefanya vizuri, amefanya vibaya, Azam, Singida, KMC, Sunani, wote alikuwa anajaribu kusimama nao, kuatia moyo ili waweze kusonga mbele kwa maslahi ya taifa. Sebo naweza nikisema ni zaidi ya kaka, kwa sababu toka nimepata fursa ya kufika pale TVE ya EFM na kushiriki mijadala ya ushabiki wa Simba na Yanga kwa muda mrefu, alikuwa ananifuatilia na akanambia, Kinyago Tabata uko vizuri na unaiongelea vizuri michezo kwa ujumla. Kwa hiyo nilipokea kwa upande mzuri sana na nikaendelea kupambania klabu yangu, na pia hapa toka nimekuja kumwaga kiongozi wangu mkubwa kabisa. Toka historia ambayo nimeipata hapo ndani kanisani kaonyesha kabisa kumbe Sebo alikuwa ni mtu wa maana sana na ana mchango mkubwa sana kwenye serikali yetu, ana mchango mkubwa sana kwenye taifa letu na pia kwenye michezo na kwa watu wote ambao wamefanya nao kazi. Toka nilivyosikia sifa zake nikaamini kweli Sebo, japo mimi nimemjua takriban miaka 3-4 iliyopita, lakini watu wamemjua toka zaidi ya miaka 15-20. Sebo nitamkumbuka kwa mengi. Kwanza tumesikitika kwa mpoteza mtu ambaye alikuwa ni mtu muhimu sana kwetu. Yeye ndiye alifanya mashabiki wa mpira Tanzania kuwa ni sehemu ya jamii. Bila yeye sisi hata kwenye media nyingine tusingeweza kwenda tunaitwa. Lakini yeye ndo mtu wa kwanza kutuita EFM, tukawa sehemu ya familia ya EFM, lakini tukawa sehemu ya familia ya mpira. Lakini na media zote Tanzania kutambua kwamba kumbe hawa watu si kwamba huwa wanakaa kwenye majukwaa tu, kumbe wanaweza kuwa wakawa na kitu kingine tofauti. Kwa kweli tumempoteza mtu ambaye kwetu ni muhimu sana, lakini niwaambie tu Waganda, sisi tunawapa pole
Tunapa pole, Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi, amina. Sebo, mzee wa msimamo, tutakukumbuka sana.